Alivini aje unajibu aya bana mi bana. Wewe masayo aya nini? Ndio huyu jamaa anakuja hadi kwa hiyo shit. Wewe ya mwisho ya Mruya. Bana najua umeniku. Wewe bana umenikumbusha ina moon. Wewe unaona kuna ngoja hii chance. Ulikuwa unangoja kumunsi ilikuanga kwa ya master. Nyinyi ni wale wase mkikulana mna moningi si ndio kwa ya si ndio? Hadi hatujaanza. Kwani tunadinyana in the morning. Tunadinyana Mr. Damuno na Ramu. Unajua kitu by the in the morning. Guys niko na kitu ya kusema. Kuna kitu ya kusema mkubwa. Sasa kuna dem fulani tulikuwa in the act. Unaitwa? Tutulie. Unajua sasa hata tujapiga huyu jamaa ashaanza mambo ya acting. Kama una act gani kwanza? Ni story ndawapea ama ni jina ndajintroduce. Sasa uko specific. Sisi tunataka chagua moja. Mimi ndawaambia zote. Tuambie. Ami siwaambii jina. Wazi nimejaa. Uni gangster. Mimi sawa ni gangster gani sneaker. Ukienda kutafuta video mtaona hii sura. Alafu mtaanza kuitafuta uni nani anaka kijana creative. Lakini hamtamjua hapo Steam. Sasa unajiona wewe uko account ni private, uko hidden. Sasa wewe ni Mr. Anonymous. Mimi noma hadi sasa hebu unajua hata tujaanza tushaje uko na msupa at least hiyo ni kusema wewe unajua ni kusema wewe si watu date wanaongea sana wana date wanaongea sana nilikuwa tunakulana na dem fulani guy hadi mshaanza kutishaje kitebiri not a virgin si usikie simsikie calm down hatu calm down au recam si calm down wewe ndio recam huko wewe calm bwana unajua udem unajua wale madem fulani wanapanga malava gas pia nyinyi mme experience malava gas nani wewe experience bana wewe experience wewe ni wewe msifanye ni NE podcast juu ya kudanganya nyinyi wewe ndio na story yako haya so udem anapendanga ati boy akiongea kwenye the act ya ngono Jehova anapenda sasa hivi azino unaongea tu uko zile za sema neno ati niite ati naitwa Nduruchi bali Nduruchi unajua Nduruchi bana Nduruchi unamwona aje hadi hiyo dini na Odemba kuna jamaa nilisikia tukiwa grao jamaa anaitwa Shalom alimonji nako jamaa anaitwa Shalom ndio Shalom ni jina ya Bible tulikuwa na ile game fulani ya Chogore jamaa anaitwa Shalom sasa Shalom nikafikiria sasa huyu jamaa kidinya demu yake unajua hadi ukimjina Shalom inakaa tu dhambi unajua Shalom ni za Shalom ama Luke ati demo na jamaa anaitwa Luke ati Luke but Mark Mark kwanza unamuona aje Mark msema unajua yona ati John msema the Baptist unamuona John the Baptist calm down John Harder John the Baptist don't stop the Baptist John don't stop kwanza John don't ni hizo ni nini Bartholomew sasa simnasikia so niko pale kwenye the act so tunakulana na udem amemwona mimi naona tu nime hiyo day na nilikuwa na perform acha niwape tu siri nilikuwa na perform ya siku akapoza akasemaje Edu what's wrong by the way majina yangu ni Edu tulikuwa Mr. Anonymous si chini Edu what's wrong Edu what's wrong nikamwambia kwani you enjoy nikamwambia mimi niko sawa alikuwa anataka wazo zile za ni kama anatoa kikohozi sasa kaenda aje sasa akaniambia alinistopisha sasa hizo nimeka stance na kudiki hiyo stance check nimeka stance nimestop and ni easy stance keep distance hadi tunaweza stop ananiambia bana naisikizia kwa tumbo sasa I'm learning from hizo vitu nasikiliza kutoka kwenu nasikia kwa tumbo mzee kwani unadija nani hiyo mkonde hivyo sisi virgins
Wewe si bad. Wewe toka hapa. Sasa mimi naongelea on behalf, mimi representative wa Virgins. Unajua mbona tumekuleta hapa leo? She's the first. Unajua mbona tumekuleta hapa? Utufunza hizi vitu. Tumekuleta hapa ndo utuambie as a nurse. Unajua wewe si nurse mkubwa, hata unaenda kugraduate. Sasa tunataka tupige interview serious as a nurse hapa Chuka University and Dankard at the same time. Unaweza aje kuhandle bado unakopa aje? Niongea na watu wenye wanakunywa pombe na wanafanya nursing, watu wenye wanakunywa pombe na wanafanya engineering. Cheki all medical students wote ni walevi. Yeah. Mimi wacha tu nikwambie vitu tunaonanga huko hospitali. I swear to God, hauwezi kuwa sober. Wallahi, hauwezi kuwa sober. Mtu anaweza kufa. Bana nimezalisha wamama bana. Na madem. Bana I have seen things bana. So hiyo ndio inakuanga mbona hiyo ndio reason mimi naona tu mko hai. Nimeona hiyo ya 420 nimeona wamefurahia sana. Hii form ya kuzalisha mimi naona iko better. Tuseme ujaiona hii kitu. Nimepata chances za kuona hii kitu man. Unaletea unaona. Unaletea hapo ndo nimelisha kuna mwili wangu tukianza aliambia atafanya nursing. Ndio naikuza kizalisha. Juu sasa mtu hajaiona. Tuseme ule chance. Ule boy hajaipata chance ya kuona ikusi. Bet zake zote zinapanga outside. Anajua game zake zinapanga postponed. Tunaweza ongelelea hii kitu but bana kawe ni boy na umefikisha hii uko campus na unaona hii stuff. Bana wewe bana uko na shida. Sasa nataka kusema wiki afanye nini? Nani? Wiki hajaiona wazee. Wiki hajawahi honest. Cheki mafans. Simesikia shida yenyewe na kupa beshte yetu. Shida inakopa. Bana simwambia jani for 20 bana. Situlie. Buda zako zimeshika ni tulie. Simtulie, calm down. Mtu mmoja ajitolea bidii. Wiki hajakuja hii set juu alikuwa na stress, unajua kutoka jana wiki hajapata hii kitu, last week yote hakupata. Sasa jana tukabet na wiki aje. Kuna dem alikuwa na target. So wiki told me, dem kanta nita hit na ingia box yangu. Nitanipea punch. Mimi naye nikamwambia kama utaenda kuhitio dem akunyime hadi namba, kesho usikuje set. Unaona? Sinaona wiki hayuko. Lakini unajua kitu ile lakini mpatieni na anateseka bidii juzi hadi amekuwa hospitali bana but hiyo kitu inamwaffect asa close friend anasema imekuwa serious maze but unajua kama ulibet mimi nayo siwezi laumu wiki pia tulibet na wewe na nilijam vibaya sana tulibet aje bana kuna dio fulani maana dio unajua msee hebu tupe story usikumbukishe hapana bana huyu jamaa tulibet atakula demo wa kwanza huyu jamaa 2 days later anambia usikie dem niligonga saizo wanamuita sleepover kwangu msiamini yote yatokayo hapa kando yangu so guys imekuwa true so ndio nilikuwa kusema wiki leo unaona hadi macho yangu nimekuwa emotional ni ukweli sorry jam so guys si hadi unaweza jam sasa tuna bet aje unawin kuna vitu za kufanya mtu azam wewe unazam unajua hasa nikwambie bani msipaka sikia msipaka akiza dinyo na moro simama boys uona for blame msipapo boy najua kwanza unajua kwa hii situation kuna kwanga na vitu mbili kuna msupa nani alinitiate hiyo kitu ya kudinya unajua inaweza kuwa ni Morio alidinya msupa wako ama ni msupa wako alikuwa anataka kudinya na Morio so wewe unataka kusema nini kijana nasema makosa inakwenda msupa juu tuseme venye tuko hivi nani alinitiate ngoja unakuwa ni demo yako ameenda kwa posta hapa mimi ni wa stand demo yangu anakuja anapiga vibes demo yangu anakujua si ndio anajua msiana like anajua nini na memorial si ndio lakini si hatumjui lakini wewe ukienda ukianza kumsuka na like anakubali mbona akubali siki makosa inakwanga makosa ni ya demo ako ni mtu atasheki like ni mtu ako na tamaa unaona makosa ni ya demo si ya boy child mimi huwezi ni blame ni boy child tuna tamaa lakini mimi huwezi ni blame ukigongewa na msee unajua kwa simu niko na useme uko na msupa alafu wewe unaona msupa huyu uanze kukatia unajua sometimes makosa ni ya huyu jamaa mbona unakatia msupa huyu jamaa lakini msupa mwenyewe anajipa kana jua kwa serious na mimi mbona akubali mbona akubali unajua by the way ufai kuona katia msupa unajua venye mnapiga story imenikumbusha moro wangu fulani tulikuwa for 20 last year na ngoja for 20
mimi tukaenda na mmoja wangu. Mimi hiyo time mimi nilikuwa nampeleka, nilikuwa kijana mzuri, so like nimepeleka kwa ninja aende achukue stuff, ndio si for 20 nini. Sasa fika kwa Dipe analeta noma ni aje. Dipe pesa yenye anadai na Maria ameleta si pesa tuko nayo. Sasa kaambia mmoja wangu aje itabidi ampe demu yake pedi, apewe mmoja wangu demu yake. Afu mmoja wangu akipewa demu yao pedi, skini nimesahau na story. Bana huko mko so invested in my story. Nilikuwa nikisikiza unasikiza unajua nilikuwa sisikizi jibu na kitu anasema make sense. Hao ni wenye walikuwa nakufa kwa composition pale primary school. Walikuwa wanapata alafu wanaamka the following day I died. The following day I woke up and brushed my teeth. Sijui mbona kile kitu after ilikuwa tu kwa composition. Mbona tu kiamka lazima brush your teeth, alafu kunywe chai, alafu ende Fox Kingdom, alafu huyu jamaa aenda Fox Kingdom ashaenda kunywa stuff fulani. Kumbe uchafu ijaanza campus. Hujaenda Fox Kingdom wewe, ushaenda kunywa chai. Ukikuja hii set hujaoga. Haujaoga. Stuff tahi wewe. Disappoint. Runundu. Alinuza makwapa. Hizi sema kama yani alikunuza makwapa. Buda mbona unanuza watu kwa nini? Kwa nini unanuza watu makwapa? Wewe unanuza nini? Wewe mbona unanuza watu? Mbona ulitikiwa? Disano namnuza. Unanuza makwapa kwa nini kwanza? Mbona ulitikia? Wanuzi kuamini. Hata unaona tukianza parada wewe kwanza tu watu wawili. Mimi nilikuona huko. Naweza toka mbio. Hizi ni story gani unaanza mbele ya watu? Hapendi kwa kusema vitu zake anafanya. Hapana bana, tulia bana. Nilikuwa nafikiria aje BNB hizo vitu nimekuwa naona vitu mingi zina happening kwa BNB, wa baba wanaua wasichana wanaruka kutoka 7th floor. Sasa nilikuwa nashangaa BNB si ndo za nini? Hebu nipe tuanze na Stanley. Perception yako unaona BNB zililetwa zisaidie kiaje? Ni hoteli tu watu wakikuja kwa hoteli wanatulia ama BNB iko na kitu kingine? BNB yako ina promote nini kucheat. So I swear hasa nikwambie when BNB mostly zinafunga na rooms. Unaambiwanga si BNB ni rooms ile. Si maalum mtu unaweza lala usiku, si ndio? Unajua BNB imekuja imereplace. Unajua lodge ni kitu ya ni 10. So BNB ni Gen Z. BNB ni kitu ya sasa ni modern. Imekuwa modernized. Hiyo lodge zimekuwa so tunasema BNB ni Gen Z na lodge ni millennials. Kama huko nyuma, si ndio? Basi wewe ni millennials. Si millennial. Like mimi nasema BNB imekuja. Unajua lodge zina promote nini kucheat. Juwezi peleka mtu unapenda kama ucheat. Of course lodge. Si lodge ni wale mtu mnapatana huko. Mnaelewana, mnaenda mnaginyania huko ndio watu wasijue. So hiyo ni kucheat, si ndio? Juu una cheat mtu. The same thing na hii ya nini ya BNB. Unaona? Ya BNB ni kucheat pia juu kucheat imeomoka. Halafu tuseme kama ni kucheat 5 star. Ama lakini Donald kuna watu wanaishi ya BNB, si ndio? Kuna watu wanaishi ngi mbona uishi ya BNB na kuna 2 bedroom iko mahali hapa. Mtu unajua ya BNB usiku moja ni donga. By the unajua kitu nili notice ya BNB BNB hiyo jina sasa ya wasichana watafute grade zao na ma-lecturer. So wewe unaona lijangwa juu ya ma-lecturer? Ndio ya ma-lecturer. Hapo ndo wanaenda kuwekea wasichana max. Kuwekea wanawekea aje hizo hizo kama niliona unajua naweza tuma demu yangu aende akiwekewa yake aikewe pia yangu, kwani atadinyo ya watu. What the fuck, wanadinyo na nani? Utaitwa set. Ngoja so wewe nimekorada. Sasa na jamii ndo wanaangalia BNB. Unaona sasa hivi tukitaka Kenya venye mademo anasema maboi waache kucha. Azindis kwenye ati kukuwa na true love. Hizo vitu ndo zi happen. Kitu kwanza ndo kuwa na mapenzi yenye mtu a cheat, zinako tu perfect venye mademo sema akona do type shit. Hiyo kwenye kutakuwa hivyo, kitu kwanza ninafaa iharibiwe ni ya BNB zote zichomwe. Unajua by the way, since umeleta kuhusu, unajua niko na issue. Since umeleta kuhusu hii topic ya true love, ni acha tuanze. Unaona ka true love iko okay? True love pana muuliza aje ako in love. By the way, uko in love kijana? Unajua siku mingi ashawahi kuwa in love. Pili tunaweza jibu siku mingi hajakacha. By the way, sio ushawahi kuwa in love? Kila mtu ashai. Kila mtu kwanza nilipenda nikiwa mtoto ilikuwa ni umbo yetu. Achana na mambo. I'm in love with my life. Tunaongelelea na mimi mambo yenye
Wewe wachana na mambo na mapenzi bwana. Mapenzi kila mtu ako na mapenzi ya kivyake. Sasa kuna mapenzi. Unajua mademu wako into easy love whatever relationship wana in investment ya mademu. Wewe ka boy wewe uko hapo jia nini? Unaenda kufulfill your desire. Hakunanga heart to make hapo. Wewe unaenda unakuta msupa zimona ako na haga, ako fit, ako na jegi. Unaona weka haga ya kwanza sika jegi. By the guys, miss kuangi ka huyu. Hapana hata ni jamani haganizer. Hata ni wewe. Hapana I know you. Yote jegi zima na haganizer. Hata ni wewe. Una judge. Wacha ni wewe. Guys umesikia vizuri initangwa jegism and haganization. Anapenda wasichana juu ya mwili zao and uremboroje. Sasa kama una personality hiyo ajali, kama uko na haga na kama hauna kitabu cha madhayo as in madhayo kama una madhayo haiwezi. Kama hujasoma Habakkuk but haga na jegi like tuseme haga na jegi ushandi au jamaa ameniua ananiuza haga na jegi. Una prefer jegi ama like mimi nasema unajua jegi acha mimi personally mimi nachagua jega. Si mbona mtu anapendeza vitu faishangi zikiwa uchi, lakini jegi ni vitu soft buoyant, unaweza lala hapo ufanye kwa hizo factors. Ona ushaifanya hizo factors peke tatu: haga, pills na nini na vibe. Achana toa vibe bwana, tunaongelea hiyo kuzi ya vibe tu acha hapana vibe nini sio unapata 10 na hizi na sindikiza msibuti. Ushiona mtu usikie hii situation, si ndio? Ushiona dem akona boy ama boy akona dem hadi unashtuka like dem na kofiti lakini boy anamdate anataka kitu kimeshikudi chana unaona kitu unashtuka unaona fangiza high school bana huyu jamaa mnamjua unashangarada jamaa inaitwa performance hapo ndio wamepatana amekubali kuongelea mtu. Ushaisikia kwa gari kuna kwanga na V8 engines with twin turbos. Sasa ni hao. Nakwambia kuna kimolo kitachekesha msupa hapo na kitapewa mechi. Wewe utaenda hapo na Donald looks zako utatoka bure. Sikupimi. Kwa hiyo ngoza ushaiona dem mwenye anadate mtu like unashangaa kwani huyu jamaa alifanya aje ndio dem akakumkubali. So unaona hadi unaweza ndio dem kana kukataa unashangaa oi yenyewe unaona mimi naye nakafiti kwa jamaa. Si labda wewe unaweza jua si ndio? Ukiona mtu unaweza jua yenyewe unakafiti kushinda huko. Mimi siangaliangi maboy. Sivyo like sivyo. Kwa decent size 420 uski imefika acha nikama. Nipigeni tu buda ni 420 uski. Ngoja nikwambie wiki ni 420 kiasi. Ngoja nikwambie unaona kuna vile unaweza ona msee. Sitaki kutumia example ya mtu yote lakini nasema kuna design tu unaweza ona mtu na uzue na ako na msupa ameweza hadi by the unisumbua unaona I make sense like unaona huyu jamaa ako na msupa mali safi lakini unashangaa yenyewe hadi ukijianga hata siku ziangalia unajiweza unaona yenyewe hadi hapa mimi hata siko mbaya unaona hapo mbaya juu ushaiona picha yako usikii funny thing ni naikuwa na dem best yangu ungepea yako bwana. Sasa alinipeanga nini? Alinipeanga story kuhusu sex life yake. Hapana iko fini fresh. Na super kwa advice bana alinipea kuhusu sex life yake. Aliniambia kuhusu venye aliendeleanga kuhusu venye alienda kudinyana. Ni kudinyana ama sijui ni kwa nini bana. Venye alienda kudinyana bana. Goza. Bana ni nini bana? Unapigiwa na bana achana na huyo bana. Mimi ma clients wananitafuta mimi niko busy. Acha nisisome. Atulia bana. Cheki. Hakuna notification bana. Lakini uzeni nilikuwa nimesoma confession fulani hapo kuna gossip fulani sema chuka gossip si ndio? Nilikuwa nimesoma confession and say ni dem actually. Alikuwa anasema hadi amekuwa kidinyana na lecturer si ndio kutoka first year sasa hii ako tadi actually ako for the year. Unaona amekuwa kidinyana na lek. Sasa huyo lek amemfunza kutoka first year hadi for the year si ndio kumdinya. Walikuwa na dinyana anafunza kumdinya. Like walikuwa na dinyana. Juu ya nini? In exchange ya kupewa unaona kwa portal unaona
bana umetoa pindizi. So sikiza story motherfucker. Na wamekuja na chakula kwa sasa. Ukiona chakula una nini? Unapiga post kidogo. Cheki. Unasema alikuwa anadinyana na Lex ndio. So alikuwa unadinyana huyo Lex anampea anadinyana huyo Lex anampea unaona. Sasa kudema on. Sasa usikie kitu ile happen. Unajua ile happen. Sasa umsupa ni kama ilikuwa mbaki wiki moja. Tumdema kwa ndio na first class. Wiki moja. Ona wiki moja tu exam. Sekaenda kadinyana na hiyo Lex. Yakizwa atapewa ni kitu wako sure hata asome asisome. Isikia tu Lex akapata accident usiku akadedi. Si uongo, nilikuwa confession. Like si uongo naweza onyesha ni campus. Ni university sijui ni tu mimi niliona hiyo sijui kama ni university campus sijui kama ni university like kitu najua ni comrade niliona confession kwa hizi hiyo ilikuwa chuka gossip sasa sijui kama ni campus ama ni wapi chuka gossip sasa ni huko sikuwa najua mimi sijui ni wapi lakini alisema after wamedinyana ya ile pata news lega amedate unajua ni 1 week to exam tashampea ashapea Lex ndio yanajua ashalipia imagine ni kama uende ubai kitu ufanye delivery alafu unaona deliver wakupie kunzia gari lipuke ama gari lipuke na hiyo kitu yako hiyo product hiyo kitu ni mbaya kitu nani hiyo kitu ni mbaya hiyo kitu nani serious hiyo kitu ni mbaya alafu game ingekuwa postpone unaona alafu ingekuwa cancel na ashaeka tu haizi rudishiwa haizi pewa refund good day maribet na betika afu betika hapi kaisha kuna ile concept manze lakini mimi naona mimi ni no azini dem sasa ibidi ende akasome man alafu utapata dem alikuwa amepiga hiyo lecture hadi BJ na unajua kutoka fasia unajua umekuwa kiservice mtu dem hiyo ni soja huyo hata anafanya jeshi na achukuliwe kwanza lakini huyo ndio amesafi dunia ni BBO lecturer anafanya mjua ajue venye tabia za huo bwana sasa hata akijua dem ashadinyo na lecturer ameweka uzani unajua shida hiyo dem hata niko sure kuna tuberculosis hawezi tuberculosis ni watu wazee ona kuna vitu wezi undo azinju ina cross miaka ilishafanyika wezi undo unajua tuberculosis ni nini TB kwa tuberculosis inashikanga watu wazee wengi unajua ni nini inashikanga watu wazee jua wazee wakajaribu wako close to their death afu sasa tuberculosis unajua inakuanga tuber so tuber inakuja ina cross ndio maana tunasemanga tuberculosis inakuja ina as in tuberculosis tuber anafunga ni kama kusema tuber anafunga tuberculosis bana wapi kuna mtu anaweza kuwa anaitwa tuber na amwe kufunga tena sasa tuber aseme mimi naona sijacheka hiyo joke aseme tuber kusema mimi sasa hii masaa imefika ya kufunga wazee tuber afunge asifunge saa hii afunge jana wewe mimi niko na swali crosses ni anafunga kila siku so tuber kuja asubuhi wana cross so tuber crosses unajua leo si ni good friday mimi sitaki kumoka ni sasa jana ni bad thursday sijui lakini niko na swali leo simsikize swali yangu kwanza juu leo si niko na swali mimi si ati kitu ya kwanza before niongee kitu nataka kusema mimi mnafaa kujua mimi napenda Mungu na I believe in God unaona lakini kitu nataka kusema mimi nataka tu kujua I want to be informed unaona so hii Kenya like in the world tuko races ngapi tuko kuna wazungu si ndio kuna albino kuna wahindi kila watu wako na kala na kuna weusi unaona so mimi nadai kuuliza aje kama Mungu alikuwa tuliumbwa in the image of Mungu Mungu ni wangapi unaona okay like Mungu ni wangapi seriously unafaa kuwa na Mungu mweusi by the way unajua mzungu albino muhindi Asian na mchingu na pia unafaa kuwa na imagine Mungu kiwete China ati Mungu kiacho juu siku leo unazaliwa kwa kiwete ama Mungu aoni juu kuna watu wazaliwa kama aoni si no more the image of the Lord ama whatever ama watu naona hapana si I want to be informed watu wamesoma watu wamefanya inaitwa theology watu wamesoma kama religion studies usikia nataka mniambie bana sisikia kama tumeumbwa in the image of the God ama Lord
Mbona lazima kukuwa na Mungu? Juu wewe si wewe ni mweusi. Unafaa kuwa na Mungu anakufanana. Wewe unafanana na Mungu wewe. Unajua mimi Sio unafanana na Mungu wewe. Mimi sinafanana na Mungu. Mungu ni wangapi kwani? Huyu si anafanana na Mungu, Albino si anafanana na Mungu. Tuliumbwa hizi vitu ama hizi vitu ndio tunaambiwa tusifikirie sana. Hapana, lazima tuishi in the facts. Lazima tuishi in the reality. Radi kibika hapa mimi. Hapana, wewe ulisema philosophy. Unajua inamaanisha reality. Lazima we live in reality. Acha sasa ni Mungu. Acha sasa ni Mungu. So anasema ni Bible inasema ni Mungu. Mimi ni Mungu. Ati wewe ni Mungu. Unakaa Mungu. Haya basi nisaidie maji director nigeuze ikuwe wine. Ujamaa poe maji ikuwe wine bwana. Nisaidie maji nigeuze ikuwe wine. Mungu mzungu, Mungu albino, Mungu muhindi, Mungu Asian. Na pia Mungu mwenye aoni ama niulize swali. Swali unazaliwanga kama Mungu disabled. Lazima akue. Kama kuna Mungu disabled ako able differently. Sasa huyo Mungu aoni na atembei. I wonder. Wewe check mimi. Na wanatuambia ati Mungu watching, God is watching over us. Bwana Kroya na ule mwenye aoni anatuwatch us. Ama anaoja tena mimi naoni. Sijaparticipate in this. Ati Mungu anasikia kila kitu. Huyo mwenye asikii, huyo Mungu asikii. Mungu ambao hapana. Mungu wale watu ambao wasikii. Change your ways kijana. Change your ways kijana. Mungu hapana bwana. Mimi sijaparticipate. Nataka kuambiwa. Huyu jamaa tumrebuke. Hapana bwana. Mungu wa wale watu ambao hawaoni. Mungu wa mayatima. Huyo Mungu hana mzazi. Ni Mungu mmoja msee. Tunaaminingi Mungu mmoja. Mungu wa mayatima. Mungu wa mayatima. Sasa tunasema Mungu wa mayatima ni orphan. Basi wafute hiyo part inasema tumeumbwa in the likeness of God. Hawezi futa ama image of God. Wafute hiyo. Cheki safute hiyo. Unaona hapo sasa inabidi watafute na acha sasa cheki. Unajua to be serious. Unaona to be serious. For 20. Leo ni for 18. Kesho ni for 19 na Sunday ni for 20. Sisikie to be serious. Acha niwaambie. Unaona venye umeongelea mambo na religion. Yes. Mimi nasemanga hivi. Kila mtu si wewe unaamini kitu nzuri na vile unaamini vitu nzuri unafanya kwa hii dunia. Hadi unaamini vitu nzuri unafanya kwa hii dunia. Na bora unaamini Mungu wako anakusaidia. Si ndio? Alafu mimi pia naamini Mungu wangu mwenye ananisaidia, si ndio? Wewe bora unafanya kitu nzuri kwa hii dunia. Hiyo ndio inamata. Hii Mungu ya watima ya huyu si yangu. Yeye ni Mungu wa mayatima. Mimi Mungu wangu akusoba ako like sasa hivi nikiwa kama nimelewa basi Mungu wangu pia anafaa kuwa amelewa. Kitu iko na record shit. I swear. Bana kusho zingine ni ngumu. Zingine ni ngumu sana. What the fuck? This kid ni kama pia director alikuja zake zikiwa zimeshika. Au kwa manzisha recording. Wow. Iko si ilikuwa ina record. Kwani leo ni Thursday. Shit, leo ni Friday. Sasa nilikuwa na show history ya religion ni serious Kenya juu. Leo ni siri venye Pastor Nganga anapiga mzee kofi. Bana alimweka kofi bro. Wazazi wote pia imefika base pia wanatumwa vibaya bana. Unajua kuna by the recently June last semester or anything mlisikia historia ya huyu jamaa fulani alipeanga ati mtoto wake alikuja akamgift mita 3. Alafu kumgift una imagine umegift mamako mita 3 alafu anapelekea pasta wake tijua juu mtoto wake ametoa hiyo pesa. Hiyo pesa atapeleka wapi? Atapelekea polisi. Sasa I wonder ati aombe pesa alafu kama ni mchango ya kanisa. Hiyo kitu hata nikwambie kitu. Kanisa ni roho bana. Ezibali siku hizi mahali church zimefika bana. Usikii kama saa hii. Tutakanga hivi kama kuna day fulani nimeattend church home. Mimi nimechill tu kidogo. Huo father juu mimi ni Mcatholic. Anakuja anasema by the way gari yangu imezeeka. Kanisa naweza penda. Gari nyingine kanisa kiweza ninunulia kagari kadogo naweza furahia sana. Unajua in a matter of 2 Sundays panao pastor alichangishiwa 7.5 milioni 7
Ngoja alipewa 7.5M akanunua gari. 7.5M akanunua TX. Na mnashangaa mbona kuna watu wengi wanafanya theology. Theology si ndio ya mapasta? Si ndio hiyo sasa. Unajua kusaidia kuwa pastor unaweza kuwa paid lakini unafanya theology. Wewe kitu umeweka hapo ni pesa. Unajua nimeona ama jamaa wengi wako busy video ni mapedi wanaenda kufika kwa wazee zao zinashuka kidogo. Kuna research fulani inaendelea bana, naona Africans wanaamini sana na religion bana. Inawabeba upuzi. Kuna mahali imetufikia bana wala. Bana juu kama kuna nikiwa pale form 2 nikiwa high school. Kuna bishti yangu, in fact my desk mate, alikufanga tiju ati amini kuweka dawa, ati amini kumeza dawa. Kwa hiyo tumezangi dawa bana. Ati atumezangi dawa, ati hiyo ni hizo type tumesikia watu kama hiyo ni kanisa. Si ndio unaona? Hiyo ndio anakufa tu. Hiyo ni mtu amekufa. Ndio atakienda mbinguni ataambia Mungu wewe ni unaona. Wewe hata uko unajua niko Mungu anamuuliza huko hadi. Naye anauliza Mungu huko hadi. Wanakwanga brain. Unajua ikifika hivyo Mungu sasa naye anakutuma tu kwa shetani. Juu wewe mimi nitakuja kunikuambia aje wewe usikule na mimi nakula. Alafu unakubali tu. Imagine. Unajua sasa huyo alikuwa anafaa mezeda. Unajua kwanza aliwawa na nini? Aliwawa na ugonjwa tunaweza tibu, malaria. Msee. Alafu wazazi wake ilifikanga point yako critical yako hosi. Anafaa apewe damu. Wazazi wake wanasema ati hatuwezi pea mtoto damu. Ati yenye si yake ati ati itamharibu mwili ati venye ataenda heaven. So advantage mtu basi ni ukufa afu uende mbinguni ati yote mtu kwa mbinguni sahi. Bana alikufa bana form 2 tuko miaka ngapi? Ni 14 ama ni 15? Sasa dedi huja ungepata hata noma sana futange bwana tuseme. Alikuwa anacheza handball. Unajua handball? Alikuwa ameiva handball. Anacheza huko handball kwa mbinguni na spirit za kiroho. Msteza kimikono. Sisi mbinguni ni kuinama na kunywa maziwa na asali. Nashangaa. Sasa mnainama aje? Mbinguni ni kuimba msee. Mnaimba. Tuseme basi mbinguni pia kumejengwa ama Usikia kuna jamaa alipiga huko mbinguni akaria kwambia hiyo pesa yenyewe anamjengea kanyumba yake huko amtumie tuongee tu ajenge huko yeye akienda huko atatafuta kitu. Mbinguni ni kama kuna matunda au masema kuna matunda. Buda huko kuna mito bro imejaa huko Eden of Eden. Na kuna asali. Niuliza wewe mlevi. Kuna nyuki nani mbinguni wewe mlevi. Wewe kuna nyuki kwa mbinguni nikusema ukienda mbinguni basi unaweza na nyuki. Ni kama umeenda heaven like unajua miss basi like mbona kuna asali mbinguni ni na nyuki. Asali ilitoka wapi? Sipo actually skini mwajua huko mbinguni ni na nyuki. Juu ukienda na nyuki utapata kuna nyuki. Na mbinguni kuna nyuki na asali. So ukiwa mbinguni acha niulize nyinyi walevi. Si ndio? Stimulants. Tuambie mna Twitter ya benders. You fala Twitter atu ministers of enjoyment. Atupe tu watabenda. Sisi ni wa maji. Kwa maji watabenders. Ukitutu express na udito watabenders. Na assume ni watabenders mmekufa. Sasa watabenders tumekufa. Sasa kutuasimu kuna eternal life. Kwa hiyo life after death. Assume kuna heaven na kuna hell. Usikia hell kuna mamizinga. Utaenda hell. Utulia bana sijamaliza kuna mizinga na nini kuna moto? Kuna mizinga na kuna sherehe. Moto iko? Moto iko obvious. Lakini kuna mizinga na sherehe. Alafu hapa heaven kuna asali na maziwa. Na kuna virgins. Huku kwingine virgins hawakupei shit ujue kitu ya kwanza. Uko chini hakuna virgins lakini wanakupea. Unaweza ukienda sherehe na sasa utaenda wapi? Kwa sherehe. Sasa utaenda hell. Chini kwa kitu moja tu. Ichuka pia as in acha hadi na chuka as in all the actually. Ukitoa sherehe ya virgins ama ukitoa sherehe ya watu wametoboka. Sherehe ya nini? Whole designers. Kuna sherehe ya whole designers na kuna sherehe ya mavajo yamejaa huko. Sasa wewe na mbugi yako umetoka sherehe ya mavajo na pia whole designers wamewaita kwa sherehe yao. Utaenda kwa whole designers ama utaenda kwa sherehe ya virgins? Bana nataka experience nitaenda kwa whole designers. Tano utaenda kwa whole designers ama kwa virgins? Mimi sienda kwa virgin mimi. So ndio unaenda kwa whole designers? Nitaenda. Mimi nataka kulikataa kidogo kwenye mnasema. Mimi nitaenda kwa virgin designers dakika za kwanza 3. Alafu the rest 3 hours niende kwa whole designers. Unajua na kama top na mtu hiki kitu nishtua. Watu usemati unaweza taka kula virgins. Kitu address by the way unajua ukiwa daktari umeona virgins wengi wanateseka kwa kizaa. Virgin anaweza zaa.
hapo Mary alipiga Joseph on goal. So unaona spirit iliongea Joseph. Sitaki kusema hiyo but si hadi sisi. Sio ndio umesema? Mimi sijasema shit. Ndio nauliza aje? Mimi sijasema. Hebu una prefer upatane na dem ako vajo ama upatane na dem ako kwa industry? Bana. Mimi na dai mwenye ameiva tulikuwa na job tunafanya bana fajin bana. Maoni yangu mimi na dai mtu anajua kitu tunafanya msii. Bana siuski bana. Mimi nikimpea my 3 inch destroyer bana. Huyo ni mtu ame-explore. Hata kipata uko na 1 inch. Yaani tunaweza muda pasipota gama. Ni mtu yani ashaiona hiyo kitu hajawahi Alexia hajawahi ona. Haina haja bana. Hakuna haja upate bazo mdie na kale ka inchi kako kidogo. Alafu next time apatana na mtu ako na big. Unajua atakubeba ufala. Mbona unaniaddress bana? Kwani umeniona? Si ndio nakwambia wewe ndio nakwambia. Mimi. Wewe tena. Basi yeye mnaliza. Huyu maana ni address. Huyu ni kama anani address. Kwani umenichungulia mzee? Sababu nataka wewe bana. Nataka tuseme aje? Tuseme wewe ni dem. Unataka first experience yako, unaweza taka iko ya destroyer ama ya polite. By the way ni dem. Ya destroyer ama wewe polite. Mtu anakupeleka pole pole. Kwa nini mimi ni dem? Na wewe ni dem. Unataka destroyer ama polite. Mimi siwezi kuwa dem. Kwa nini nadinywanga ndio niseme hizo vitu zote? Acha ndio niambie sasa usikie. Wewe tuambie basi wewe. Eliza. Masi. Nancy. Tutajie tuambie ni nini? Karo unataka kuwa destroyer ama na Angela. Na mimi ni dem. Sasa ni wewe ni dem. Tu assume ni Karo na mimi ni Vajo. Unapenda jina gani? Nimepata na wewe ni destroyer na wewe ni kadogo. Wewe ni kadogo. Sasa kadogo kwa kadogo inamaanisha nini? Ni kadogo. Inamaanisha mimi niko below the sea level. Uko huyu jamani giant. Ni giant. Sasa huyu giant anataka kuni. Azirudi hasa ndio mimi ni Man U. Ama mimi ni Chelsea. Hizo reference bana. Wewe ni Manchester United nini? By the way unajua nimekuwa kwa ina toxic relationship by the way. Wewe na Man U hiyo tunaijuanga. Toxicity bana. Hadi tuachane na nini bana, kila mtu hapa ame-experience kitu toxic by the way. Hatukusikii. Unasema nini? Atolewe hiyo lugha. Ngana nguvu. Atolewe hiyo lugha yako. Kila mtu hapa ame. Unasikia shida nani? Kila mtu nini? Hadi wewe. Nimefanya? Wewe si kuna day fulani hapo. Wewe kuna day fulani hapo tumekupata kwa sherehe bana, umejaa mtu sana juu ya msichana. Don't drink and record. Labda ni sister yangu ilikuwa namkataza asikunywe na anakunywa. Hiyo kitu inauma sana. Don't drink and record. Ama ni kuza yangu nilikuwa naambia guys, podcast mkiona kesho nyinyi wote mnakuwa. By the guys, acha tu niombe tu kweli. Ukijana ni lover boy. Acha kujifanya toxic. Ukijana ni lover boy. Mimi ndio namjua. Mimi najua yeye ni Vanny boy. Wewe ni lover boy. Ati Vanny boy. Unajua Vanny boy? Hivi sasa unapenda direct to edit kwa set bana. Unashangaa unaleta guest mrefu bana. Unashangaa mbona una but wewe ni lover boy. Unaleta dem nini? Hebu tushaanza kutemesema. Nilikuwa nasema guys avoid drugs. Unashangaa mbona unaita dem? An example si ndio? Ngoja atisema ati kama unakaa Mungu, basi ati kama kiwete, basi pia kuna Mungu anakaa huyo kiwete. Sio stahili hiyo. Yaani unasema kuna Mungu waone ama kama kile mtu anakuja anatoka ile ngombe. But tunajua mimi uzuri mbele zako. Kama hauna baba pia unajua labda Mungu wako hana baba. Hiyo ni nisi. Hakuna ni image and likeness. Ndio we are all created in the image and likeness of God. Kitu tunadusi wanasema Mungu ndo anafanya tunadusi. Image ni venye unakaa, likeness ni venye Mungu anataka. So Mungu anakuumba venye unakaa venye anataka. Kama unakaa vibaya Mungu ndiye ajamuka vibaya. Kwa bias. Mimi nimejibu hiyo swali yenu. Kwa bias. Hakuna mambo na bias, ina depend pia na community yenu. Unasikia ati mtu ni wa kina Abraham, kuna mtu wa kina Goliath. Unajua kama Bible ni kweli hapa kuna watu wa ancestors wa Goliath hapa. Kuna ancestors wa shetani pia. Juu before shetani afukuzwe mbinguni aende chini, si alikuwa na familia?
Kwani alizaliwa na nani? Si shetani pia alizaliwa. Wewe usikie shetani alikuwa nani? Angel, alikuwa malaika. Exactly. So huyu malaika si yako na walikuwa na familia yake kama wao angel wengine. Kwenye kuna angel Gabriel. Ati nasikia ati malaika huyo malaika waliumbwa. Si malaika hakuwa in the beginning. Nashangaa. Mbona hawajaita Mungu akiumba sisi alikuwa kama walikuwa wanatupimanga. Kama walikuwa wamechill sana kwa Bible. Watu wako wanaparticipate kitu mingi bana. Naona kama disciples walikuwa active. Tunaweza mambo ya malaika ni disciples wa Old Testament. Wale walikuja wale wa kukam wale wa kitambo wale. Unajua tunaweza hiyo nao nimeandrock. Oh my god. Hiyo nimeandrock. Ona. Mimi nashangaze ati huyu shetani si ndio Lucifer. Ati kuna kitu aligundua, yani alikuwa unaona venye unakuanga namba 1 alafu upate mtu amekuja amekupita amekuwa namba 1 na hutaki hivyo. Mungu aliona huyu shetani alikuja amejua vitu mingi kumshinda. Imekuwa noma. Yeye na jeshi yake akaona mapema mapanga le. Unaona? Sina maanisha malaika ni kama pia na Mungu alikuanga wote. Labda hadi kuna Mungu mwenye simu tunaamini. Kuna Mungu alafu kuna malaika alikuwa Mungu. Na kuna mtu alikuwa Mungu. Unaona labda huyu shetani ndio alikuwa Mungu. Yeye ndio alikuwa niulize aje concept yenyewe. Mungu alikuwa king wa malaika. Sisikie mzee, shetani ndio alikuwa Mungu. Venye wazee wanaenda katika mlima, shetani alikuwa anachinja kambuzi. Wanakachoma alafu wanashuka chini na 2 drums. Alafu wakishuka chini na 2 drums, mvua inaanza kuwafuata. Hiyo ni shaitani ama ni nini hiyo? Historia yako sikumbuki venye ilianza. Ni science. Ni science aje? Ona, nilikuwa nafikiria kuhusu Lucifer. Unajua mimi sipendi kudate mademo yote Urusi. Urusi akiwa far huwezi Lucifer. Azirusi yako far, ako very far. So ni Lucifer. Na unaweza mlose. Mtu kudate demo yote Urusi unaweza mlose at any time na aende far away. Lucifer. Aende far away na umemlose kila kitu. I see what you did there. Na utaiona hiyo pusi. Azirusi akikuacha aende mbali. Lucifer. Lucifer away. So far away. Songa hivi bana, ndio director za hii. Songa hivi nikwambie kitu. Songa hivi nikuulize kitu kwanza. Songa. Sasa karibia tena. Nikuulize kitu, nini mnakaribiana nyinyi? Sasa ndio mnaishi ploti moja. Mimi nilijua tu. I knew there was something. I knew. Nyinyi wawili. Hebu explain to the fans ni nini mnafanya. Hata kwa mamodo waishi ploti moja, jamaa anaishi bedroom yake hapo hivyo, mimi niko hapo next. Mimi naishi hiyo apartment, unasema hiyo apartment tunaishi ama ile apartment. Ndio jamaa anaishi apartment lakini parking imejaa masenke. Sasa mimi nilikuwa inakaa ploti ya Chelsea. Mimi nilikuwa naona azin sis. Mimi like uko na do, si ndio? Na tuseme unajua mtu akianza kuishi mahali, si ndio? So unakuwa na budget yako ya rent, hiyo kutumia ama accommodation yote in total. Sasa mimi nimepiga hesabu ya rent, labda nalipa per month 30k. Kista unatoa wapi? Na jana ulikuwa nikopa chwani ya transaction. Nadai kusema budget yangu ni 30k. Nataka kununua shamba. Kuna nyumba, kwani unaona nyumba watu wanalipanga hadi more than 70k per month. Watu wenye wana kwao wanaocha. Ama ni watu wenye nisemaje? Ma content creator wengi si ulipa manyumba na hiyo pesa yote. Hiyo ndio jamaa ulipo. Na TikTok. Zinao wanajiwestua zile pesa ya kulipa rent na kudishi. Wanaweza ingia live waonde hiyo 70k yao mwezi usiku moja. Hadi wewe uingia hapa live utoe nguo unakaa utapata hapo mbogi. Hawi atapata msee. Inaweza pata 10. Nishaipata live, nishaenda live actually. Ukafandiwa msee. Wapi? Watu walikuwa wanatuma vitu vingine ati tubo. Kama huwa kama tubo. Msee na watu wawili ndio wako live. Na TikTok ukiwekea tubo unatoanga zikifika ngapi? Inakonga sijui dola sijui mimi si TikToker. Yaani mtu anaingia live anawekea tubo. Kuna amount, kuna maximum na minimum. So nakuzanga hebu tuseme sasa nataka kurudisha mtu Simba. Naenda kwa WhatsApp namrudishia Simba. Unaenda TikTok, si unafaa uko na hiyo do umeweka huko. TikTok ikiwa TikTok contact uko na do. Ume deposit 50k. So kuna mtu anakaanga hivi anaweka do TikTok za kupea watu. Simba ni 30k. Sijui ni 30. Nasikanga ni kitu kama 30. So nikimtumia ile namba yenye niliingia nayo TikTok hiyo ndio inatumia kwa Simba. So guys, by the way naanza TikTok.
unaona tumia sela kutumia itakuja kwa account yako ya kuna monetization kwa TikTok, so itaenda huko kwa hiyo account, alafu kuna mode of payment umeweka hapo hivyo, so ukitaka kutoa unaweza toa na ukitaka kudeposit unaweza. Sasa unaona hizo vitu za kwanga in form of coins, unaona hizo pesa zinakwanga in form of coins ukideposit, unaona. So sasa hii ukienda kwa huko kitu kama 50 bob utatumia watu wengi flower wakiwa live, unaenda live zao na watumia di flower hizo love emojis hizo vitu zote hizo gifts, si do mingi sijui na kwanga sijui ni si pesa I guess sijui ni 2 ama 10 ama 6. Sasa wewe umepata pesa ngapi kuingia live? Mi manza TikTok inanilipa jo. Explain yourself to the TikTok. Explain yourself. Wewe ni pale 3 am uko tap. Hapana, mimi hadi uko tap. Mimi zienda tap. Mimi sasa hii hakuna account yangu. By the way to Stan kwa ile TikTok yangu Stano in capital. Mwende msachio nini naitwaje? Hii account mfollow bana jo. Nilikuwa nimepost mavideo fulani hapo lakini sasa hii aziko nilidelete. So muni follow ulikuwa umepost nini bana? Unajua mimi mabishto wangu kwa TikTok unishangaza. Ulikuwa umepost nini? Kuna moja shaya hapo hivyo akiwa na game yake dema kadi mpost tu record. Wewe kwanza nilikupost, unasema nilipost, ulinipost. Acha hizo unatupost usikili wa post niyo tena wa posting ma guys. So guys ni for 20 bana ndo mnaona leo kiasi kuna venye mbogi tuko on. By the way ama tuseme hii podcast tuseme ni freestyle. Unajua for 20 na kwanga msimu mzuri sana kwa mapedi. Jua jamaa wanapatanga pesa. Ukiona pedi next week na ndugu mpya. Hai. So unasema next week ni restore. Inshallah ukiona mzee wako amenunua hata ndugu next week wewe tu mzee wako ni pedi. Unasomesha na pesa yangu hai. Jana nakwambia for free. Mzee wako kwa mbinguni aziuza kwa hai. Labda kwa malaika wameanza kuvuta kishasu. Alienda mapema. Sasa tunajua anakula asali na cheki. Usimeona sijacheka hiyo joke. Timu zangu anakula asali. Sasa hizi asali ameshiba asali na matunda na hao jamaa wazikula asali kama hatujakufa wote. Hiyo ndio shida kukufa mapema. Sasa amechill tu hivyo. Mna chill tu. Basi pia na watch over us, si ndio? Yako unajua sasa anaona vitu mingi sana akiwa huko. Yeye sikuwa anaona, yeye hata hajaamka yeye amedoze tu. Wanaanga watu wanaamini ati they are ancestors. Wana watch over them, unaona? Na si wanafaa kwa mbinguni by the ancestors. Mimi naona ni kama basi kama wanafanya kazi ya Mungu pia. Kama ancestors ni malaika. Juu ancestors kawa wanakuona wote wanatuona aje. Niulize mbona tunamwagi tukinunua mzinga tunamwaganga chini by the way. Tunamwagia ancestors na hawajachanga. Hata hawajakuuliza, hawajakuomba. Hata unapata kwenye namwagia ancestors hapo chini ni watu wa kanisa wamezikwa hapo. Ama ukichimba unapata ni maji ndani like kuna kai. Lakini tunapobonga kwa sana. Huyu jamaa anaweza chimba shimo kutafuta ancestors. Wewe unaweza utachimba shimo kwa chini. Si mnaamini wako huku chini. Au wako ancestors wako hapa kwenye tuko kuna ancestors. Ati wako hapa hata anaweza tupiga coffee sana. Kwani unadhani si unaitwa mamasi? Si ndio? Anaweza rusha hadi coffee anytime. Ai. Kwani unadhani Gukako alikuwa anaitwaje? Sio jina lako ya mwili. Ya mwili ya pili. Kwani alikuwa ama anaitwa kwani unadhani mbona ancestors wako? Kuna ancestors wamefufuka mbele yetu. Si nasikia kila mtu anafaa kufe, ita kila mtu atakufa. Tuanze kuamka. Usikini hapo ndo nafikianga mtu mwenye alikufa kwanza anasikianga aje kwenye yako. Yeye ni world champion. Bana huyu zamali win like akona record yenye haijavunjwa. Na hata haijavunjwa. Hiyo record haijavunjwa. Mtu alikufa kwanza. Actually hiyo ni kuonewa. Si nasikia ilikuwa kina Adam. Nikalitumia ka mimi naonanga aje. Specimen. Bungo waje usikisi ni relatives si wote. Actually tume relate. Usikia Adam ni baba yetu. Shit. So labda wewe ulizaliwa usiku ama labda hiyo kitu ilifanywa ukazaliwa ilikuwa usiku. Acha. Yaani usiingilie usikue kitu ilichangia uzaliwa lazima ndio uko hivi kala yako lazima wako na walidinyana usiku. Kama wao wanaona kitu. Cheki kuna watu wanapenda Black Beauty siku nje. Unajua bedhi ndio uzaliwa usiku inamaanisha wazazi wako walipiga piki mchana kitu saa 5 hivi. Sipendangi kufikiria hiyo pasa. Lakini lazima ukifikiria unajua huko kwa huko kununuliwa kwa walikuwa wanatupima ati walitununua. Sasa ndio unakuja na ndio wamezaa hivi ndio walifanya. Unaweza pata ile adoptiwa bro. Lakini kwani ndio adoptiwa ndio nyambo. Si bado kuna kitu ilifanyika. Watu walidinyana. Watu nao wamedinyana ancestors nao walikuwa wacha. Kwa naambiwa ati kitambo watoto wanaletwa na ndege. Tulikuwa tunapimwa wanatuonanga aje tu walikuwa wanatuona aje. Usikisiku hizi watoto ndio wanakuanga hai. But unajua venye si langi mbona wazazi sasa hivi wanakasirikanga
ati mtoto wao wa kituka 18 years amepata mtoto, na yet yeye alipata ball akiwa form 2 akaacha shule. Sijaelewa kitu hiyo concept. Mzazi alipata ball akiwa form 2? Akiwa form 2. Wow. Unajua kitambo watu walikunga form 2 akiwa na miaka 20. Ni yeye alipoteza tu tumaini. Watu kitambo walikuwa wanasoma sana, si kama sasa hivi unapata mtu ako form 1 na ako 14 years, ama kwa university na hata hajafika 18 bana huko. Unajua kama aunti yangu fulani alipata mtoto akiwa form 2. Sasa hii last born yake ako form 4. Walikuwa na kiu. Ndio unajua nimekasirika sana. Unajua mnaongea hivi nakumbuka Pastor Nganga alipiga mzee kofi. Wewe mzee akiulizwa anasema aje? Huyo mzee alafu anajua ati anasema anataka kupigwa kofi nyingine hii side nyingine. Tukipigwa kofi hii side unatetea mtu unajipata kumbe tunapeana hii side nyingine. Huyo mzee mpuzi. I swear to God mimi naweza pigwa hiyo kofi tutapigana. I swear tutapigana. Pastor Nganga anakuwa kofi na anakuambia enda huko nyuma. Na unaenda huko nyuma. Unakuja unatoa ushuhuda ati Nganga ati venye ulifurahishwa na hiyo kofi, hata you are so grateful, hata unataka kupigwa kofi nyingine. Yaani watu wako brainwashed mzee. Mimi ni bana. Unajua kofi ni serious. Heri upigwe ngumi by the way. Kofi inamaanisha wewe si mwanaume. Unaweza mkasai upige kofi. Hata huko umekunywa kofi asubuhi. Yaani alafu mtu anakupata kama uzavata kofia anakupata uzavaa kofia na anaamua kutokelea kofi. Hii msikio unafaa uitwe kofi ya nani? Azini kofi ni ya nani? Hii kofi ni ya nani? Kofi ni ya nani? Kumbe umekofi. Kwa caffeine. Alafu nasikiza. Alafu tunamaliza hii kitu tukisema tusikize kofi. Tusikize kofi aje. Kwa sasa wewe utapiga kofi hapa. Sababu nipiga kofi. Tusikize kofi. Makofi kwake. Makofi tena. Umeenda? Mimi niko na swali pia. Mbona mtu asione? Ama usisikie? Usikie ameenda kunyota huyu. Hapana. Wale mlileta daktari akiwa amekuja. Tuseme tunaona hapa kwa watu wenye hawatembei, wale wako disabled kutembea. Hawa wanaweza elewa, labda unapata mguu hizi jikunjua. Labda ni vinyaje jaribu kukunjua tu. Lakini nasema yeye at least akitumia mkwaju anaweza kutembea. Lakini sasa huyu mtu ati asikii ama tuseme okay aoni. Ati aongei. Baadhi kuna watu waongei, si ndio? Kuna watu wanapanga tu na uvivu ya kufungua. Na kuna ulimi na kuna mdomo. Sasa kazi yake ni kufungua tu mdomo. Yeye hataki. Hiyo ni laziness. Hiyo ni kuwa lazy. Bruce support. Ni reason. Ayo reason tu peke yako. So like it is what it is. Anafaa kufungua mdomo aongee. So yeye hataki. Hatunambia mtu hai ama mambo alafu anakufanyia vidole hivi. Bwana. Suseme tu hai tu ama wapoa. Kiasi ya ndani amechoka. Ati hai tu ama mambo. Ataanza yetu anakufanya hivi. Anakufanyia hivi. Bwana hiyo ni madharau sana. Lakini pia mtu mwenye alianza kusomesha sign language ya kwanza. Alikuwa mangoi. Aliwapima sana. Atakuja kuambia tukifanya hivi ati ni yes. Inakaa kumfu. Ati unaweza kupata daro nasikia ati mtu asikii anaambia ati nyamaza hivi. Ati niona mtu mwingine anatoa hiyo ngome ya mapanga ile ameitoa sasa na sign language. Sasa kwa tu za hizi. Sasa nikaanza kumfuatilia venye akifanya hivi ile kitu anasema. Jismila najua hiyo ngoma. Sasa nikaona hapa ni mapanga le. Mimi niko na hakuna panga iko hapo juu. Wewe pata mtu ana mikono akili bado ako mapanga. Ama yeye anakonfuse mapanga. Badala ya kuongelea panga anaongelea kupanga. Yeye anatupangia vidole. Haipo 20 yapata. Ilikuwa bad idea. Otherwise mazee imekuwa fine mazee. Imekuwa true bana juu. Mimi nashukuru Mungu mimi nimeamka juu. Kama wiki yako amka bana.
unazidi kufika hapa saa hii kufanya ni mkono wa Bwana. Nakwambia lecturer anatufunza peke yake, afu siku ya exam anakuja na rafiki zake kama 300 bwana. Anakuja na department mzima. Ni nini department? Bwana wewe unatutumia PDF alafu kwa exam unatuletea ni vigilante. Sasa wame bounce lessons karibu. Mimi tuko na lecturer tulimuona first year. Alafu unatuambia huko mmesoma. Wewe mwenyewe ukusoma kitu ulitufunza. Jamaa afu siku ya exam unakuja na rafiki zako 4. Simwache ufala. Msikoni hawa jamaa wananga kazi. But my invigilator pia mwenda huko. Ubuno na tu nikibia hapa nitagraduate afu sasa wewe unataka tu kunishika. Tisa ni kama by the kwani ulipa by the wakishika mtu. Wewe na wewe unajua but pay experience. Kuna testimony? Bana kuna semester fulani ni wai lala bila simu bana. Azin simu tuli. Simu. Bana ni wai lala bila simu by the way bana. Hao jamaa wanachukua simu. Mimi naona usikino naona nakakutumia hizo masimu. Unajua simu sijairudishiwa by the way. Hizo za lecturer kutoka simu. Usikii kuna lecturer wezi. Mbona uchukue simu yangu? But sinaonanga hiyo salary yao naonanga wanalipanga sijui 150k. Kwani 150k unapeleka wapi? Imagine saa hii to assume umepewa 150k manage hiyo pesa. Utafanya nini? Mimi nipewa 150k. Usiseme unanunua ndivyo mpya. Ya kwanza hiyo 150k naiangalia na iweka M-Pesa. Brother mbili ya kukula nyama na kuku, brother wengine 5 ya mbogi ya kuwaita tudishi na wao. Alafu sasa brother wengine 5 ya kukunya pombe ya kuamini tuko na pesa. Sinaona nimebakia na 120k. Hiyo 120k acha nitumie mamangu 30. Si niko na 80, niko na 90. Hii 90 bro, mtumia 30 bob ama 30k. 30k, nimemtumia 30k, nimebaki na 90000. Sasa hizi niko na 90000. Nipigie demu yangu moja, nimtumie 10k nimwambie sitaki stories zake tena na atoke kwa maisha yangu. Nimebaki na 80. 80000 yenye nimebaki, nichukue mguu na njia, niende nite mbogi yangu tena. Tuende tukunye pombe ya 5k na tukunywe food ya 5k. Hiyo ni ya kuitikia hiyo demu moja ameniacha. Sasa nimeacha na 60k. Ni 60 ama 70. Sasa niko na 60000. Sasa 60000 na niangalia hivi kwa mkono wa kulia wa kushoto nilipe rent. Rent yangu nilipe rent ya miezi 4. Sasa nimebaki na 40k. Hii 40k niite mbogi yangu tena niwaambie aje nimelipa rent. Kuja sasa tupige shete. Kunye pombe ya 10k na tukune 5k. Nimebaki na 5k. Hii 5k nishike hivi kiguu na njia. Yenda ninunue ngwai. Bana check on that. Pesa imeisha. Bana hakuna kitu ya maana umefanya na hiyo. Sasa mimi hiyo 150. Ndachukua 50k nisaidie watu wajiwezi. watu hawana watu maybe watu wasitembea na wabaya wheelchair. 50k duka wheelchair. Sijaona. Baya watu hawana miguu wheelchair. So hiyo dome ngoja niseme sawa. Actually hiyo dome nitasaidia tu watu wajiwezi. So majamaa bana wewe story ya watu wajiwezi hapana bana. Mimi nimeacha hapo. Mimi hiyo podcast nimewaachia. Ama pia uwezi, jua uwezi, ujiwezi. Umeenda wapi sasa? Amewacha jua ajiwezi. Hata mimi naona ni kama for now sijiwezi majamaa. Lakini next time nitajiweza. Hii mwezi nimekuwa hii mwezi sijajiweza sana. Kwani mnaenda wapi? Kama unasemaje wewe mwizi? Mnaenda wapi? Ngoja. Podcast mesh. Guys, najua sasa tukianza hii podcast director alikuja akatuambia aje. Hii podcast vijazeni mkimaliza 50 minutes anatushikia mzinga. Guys, kunywa. Leo ni Friday. Leo ni Friday majamaa. Acha kuja waambie tunaenda wapi tukitoka hapa. Guys, tumefurahi sana. Leo ni 418 pia ifai kwa squad hii. Guys, acha niwaambie kitu. Mimi wamesema wanataka kutumia miadarati. Mimi nawapeleka mass. Leo lazima tuone mashara. Leo unajua leo by the guys unajua kwa hii podcast yote hatujongelea Jesus aliuawa. Jesus alikuwa madara na hiyo kesi haijafuatiliwa. Haijafuatiliwa kesho. By the DCI wa Kenya. Huyu jamaa tunatafuta. Nani aliambia Jesus atukufia? Tukiweza tumia notes za hii. Tunajikufia bana wewe bana. Leo mimi nitahakikisha mabishti wangu leo hawatumii miadarati. Tunaenda church tunatoa sadaka. Huyu jamaa unaona venye jamaa
Judas. Wenye jamaa alisaliti Yesu, huyu jamaa alienda kununua shamba. Huyu jamaa haiwezi kuwa hapo jenga. Ndio tushike huyu jamaa, lazima tuende kwa Marocos. Huko maocha hivi. Hapana bana. Wewe mimi naonaje? Huyu jamaa after amesaliti Yesu akapewa do. Alienda kabai shamba. Akajenga building ya Freemason. Hapo ndio Illuminati devil worshiper. Devil worshiper. Bana. Check. Podcast imeisha. Nitawapeleka church leo jioni. Ndao. Guys, imekuwa true bana. Till next time. Direct bana. Direct hapa tunasa. Full time. Pamoja guys. Tumekuwa mbaya lakini